wakagundua kwamba haya ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Mungu kuja kwa mwanadamu. Kila ambacho mfalme aliwaambia watafute ni mapenzi ya Mungu kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa nani? Kwenda kwa Mungu. Basi wakasema tuendelee. Wakaendelea kusoma. Wakasoma wakamaliza Agano Jipya. Lakini wakapakia na kitabu kimoja. Kitabu ambacho kinaitwa Ufunuo. Ufunuo jinsi ambavyo tunakielewa ni kitabu cha unabii. Wakaambiana kwamba tusiendelee kusoma. Wacha kwanza tuombe ili Roho wa Mungu afanye nini? Atuongoze. Na wakati huo Biblia ilikuwa imeandikwa katika lugha 3. Lugha ya kwanza ni ya Greek, lugha nyingine ni ya kwanza tuweze kutafsiri Biblia, tuiandike kwa lugha yetu, ndio tukisoma tuweze kuelewa na kupata hitaji la mfalme. Na serikali ilikuwa inasimamia mahitaji yao yote, wakatafsiri Biblia. Walipomaliza wakaulizana tena, je, tuite kwa jina gani? Tuite English Bible? Lakini wakasema hatutaita tu, wacha tuende tuulize mfalme ndiye aturuhusu tuweze kuipa jina. Wakaenda tena hadi kwa mfalme. Mfalme akawaambia, muite kwa jina langu, kwa sababu mimi ndiyo niliyewaruhusu mfanye nini? Uweze kuitafsiri. Ndiposa wakaita New King James Version, ikaitwa kwa jina la mfalme wa Uingereza. Wakaingia sasa katika kitabu cha Ufunuo, wakaanza kusoma. Na walipoendelea kusoma, wakafika tena katika hicho kitabu cha Ufunuo 14, mstari wake wa 6 hadi wa 7. Wote wakasimama pale. Wakasema huenda hapa ndipo kuna mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Nataka mtusomee hapa. Revelation 14 verse 6 and 7. Yule ambaye amepata tusomee. Elio akaroromo malaika onde oko iruruka igorogati. Elio nkaroromo malaika onde oko iruruka igorogati. Oyo ni garenge ne nchiri ya kare na kare. Ere ni garenge ne nchiri ya kare na kare. Okorareri abo bamenyeta asense. Okorareri abo bamenyeta asense. Asekerege saku. Asekerege saku. Na yamate. Ne amate. Na omonwa. No monwa. Na abantu. Na abantu. Unajua unapofikia hapo tu, hayo maandiko yameandikiwa nani? Wakisi, wa Kenya, kila lugha. Yameandikwa kwa ajili ya watu wote ulimwenguni kote. Na yameandikwa hivyo kwa sababu yamepepa kila ambacho tunaita mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ili mtu asije akaseme kwamba sikuwahi kujua mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Inaendelea ikisema nini? Eragateba niliogiri inene. Eragateba niliogiri inene. Moiro kenyasa. Najua alisema kwa sauti kuu ili kila mtu aweze kupata maneno haya. Na komotoye kiagerensa yaye yoko gambia yaikire. Jambo la kwanza, moiro kenyasa. Eya kabere motogi nyasaye ikiagerensa yaye yoko gamba yakore gendo kieke yaikire. Musasi mere oyo otongete igoro na ense. Musasi mere oyo otongete igoro monense. Nenyanja nekiso nekinsoko kia maji. Ebintara gatatu. Mapenzi yake Mwenyezi Mungu yako kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni kumcha Mungu. Jambo la pili ni kumtukuza Mwenyezi Mungu. Na jambo la tatu ni kumwabudu yeye aliyeumba mbingu na dunia. Akaumba bahari na hata chemichemi za nini? Za maji. Yule wa Kiswahili atatusomea ama hakuweza kupata pale? Asome ndiposa tuweze kuona jinsi ambavyo walichukua ujumbe kwa mfalme, na moja kwa moja tuingie katika ubiri letu. Kisha nikaona malaika mwingine. Kisha nikaona mataifa mengi
malaika mwingine akiruka kati ya mbingu, mwenye injili ya milele, akiwa na injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, akiwahubiri wale wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, na kila taifa, kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu. Kitu cha kwanza, umche Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemchemi za maji. Nataka kuambia kwamba wana na binti za Mungu, hawa wasomi walipofikia hapo, kuna mapenzi yake Mwenyezi Mungu, wakasema ya kwamba tusijisifu. Yule Mungu tuliyemuomba kwamba aweze kutuongoza tunaposoma hiki kitabu cha Ufunuo, yeye ndiye ambaye ametufunulia mambo haya. Sasa tuende kwa mfalme tumweleze na kumwambia ya kwamba tumeyapata mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Wakaenda moja kwa moja, walipofika kwa mfalme wakamwambia, mfalme, uishi milele. Lile ambalo ulitutuma tumelipata, na liko katika kitabu cha Ufunuo 14. Malaika watatu. Yule mfalme akasema ya kwamba kama haya ndiyo ambayo mfalme aliyafanya, mfalme Daudi, nami nitayafanya kwa wakati wangu, ili nami nitakapokufa haya ndiyo yatakayosemwa katika mazishi yangu, kwamba mfalme Yakobo amemaliza kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Sasa wacha afanye nini? Apumzike. Je, mapenzi yake Mwenyezi Mungu tuliona yamebebwa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni lipi? Kumcha Mungu, okumuiruka Nyasaye. Na jambo la pili, na hata chemichemi za maji. Na jambo lingine, yalikuwa matatu. Matatu ni mambo makuu sana, na uwezi kuyahubiri kwa wakati mmoja. Kwa leo nitaenda na jambo moja, lile la kumsifu Mwenyezi Mungu, kumtukuza, ambaye tunaenda kuzungumzia. Huyo ndiye ambaye mfalme Daudi aliweza kumuinua kwa wakati wake, na mfalme Yakobo naye akaamua kwamba jinsi ambavyo Daudi alifanya, nami nitafanya. Nasi kama kanisa la Menyinkwa siku ya leo, hilo ndilo ombi langu, kwamba tunapotoka hapa tutoke tukimtukuza nani? Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Najua unaposoma katika kitabu cha Yohana 17, some hata fungu la kwanza hadi la 3. Yesu anasema kwamba Mungu, saa imefika, muinue mwanao, ili na mwanao afanye nini? Aweze kwa ajili ya ufalme wako. Ama unaishi tu ukichua kwamba bado tuna muda, na ili hali muda wetu umeyoyoma. Hivi karibuni Yesu anarudi mara ya pili mawinguni, ili tuweze kumuraki, atuchukue nyumbani, tuende kuishi pamoja naye milele na hata milele. Unaposoma Biblia tangu Mungu
lakini kwa sababu ya dhambi hata wanyama, hata miti, je, inamsifu Mwenyezi Mungu? Haimsifu kwa sababu ya dhambi. Simba kabla mwanadamu achaingia kwa dhambi, jinsi ambavyo wanararua mnyama mwingine, nafikiri kwamba hiyo ni sifa kwake Mwenyezi Mungu. Yesu akirudi, hayo yote yatafikia mwisho wake. Tutarudi tena katika yale maisha ya mwanzo. Ukiangalia wanadamu wenyewe, yale ambayo tunafanya, chini yote ambayo ni sifa kwake Mwenyezi Mungu. Wacha niwaletee kitabu kimoja, 1 Corinthians. Paulo yeye anazungumzia nini katika kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu? 1 Corinthians 10:31. Biblia inatuambia nini? Ni kipi tukifanye ili tuweze kutimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu? Wakorintho wa kwanza 10:31. Gakika mokoria bose mokonywa. Yule wa Kiswahili asonge hapa mbele, tusikutafute sana. Uje ukae karibu hapa, ndio Busemo kora ingana linde lionsi. Kora onsi asobone bwa Nyasaye. Kora onsi asobone bwangu. Na unajua hata kama ni sabato ya vijana, ili upili kweli ni la vijana pekee. Hata sisi zote siku ya sisi wote ni vijana wa Yesu. Tunapokula, tunapofanya jambo lolote, tufanya kwa ajili ya utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Kila ambacho una kitambo kidogo kwa TV kwamba my dress my what, hiyo kitu kweli kina sifa yake Mwenyezi Mungu. Your dress, God is choice. Mungu ametuchagulia. Lakini kuna wale wasichana watukutu wameenda hatua kidogo. To be alive. Soma baba. Au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Utukufu wa Mungu. Hayo ni kulingana na Paulo. Na Paulo anayasema hayo wakati amekutana na Yesu. Alipokuwa anateremka anaenda kutesa wana na binti zake Mwenyezi Mungu. Yesu akamtokea. Hapo ndipo alikuja kugundua kwamba unapofanya jambo lolote, fanya ili Mungu aweze kupata nini? Aweze kupata sifa. Hata tunapowaadhibu watoto wetu. Kuna kipindi kimoja nilikuwa nafanya visitation, na tulipokuwa msichana akamwambia mama, mimi sio ng'ombe, wewe ndio ng'ombe, mimi. Je, maneno kama hayo kweli yanaleta utukufu kwake Mwenyezi Mungu? Eti kwa sababu tuko nyumbani sasa tunaweza tukaishi kwa njia yoyote, lakini hapa kanisani tuweze kuonekana kwamba sisi ni Wakristo. Wacha Ukristo wetu uonekane kanisani na wapi? Na nyumbani, hata kazini.
Amen. Laine 3 verse 4. ego tanga Sikia Paulo. nonya ninche ase ng'encho yane Agoteba ng'a nonya ninche ase eng'encho yane ninyare gosemeria ebia omubere ng'a ninyare gosemeria ase encherende nabo nkunyara kwerora. onyo omonto onde okorora ng'a nare n'eng'encho yogosemeria onyo omonto onde gakorora ng'a nare n'eng'encho yogosemeria ebyomubere nche nkobua. Hakuna mtu ambaye atanifikia. Fungu la 5. Ekiagera narogeta ase rituko ria gatano na gatato Era goteba ng'onye n'okwaruka iga arogete rituko ria karenga ria gatano na gatato koreng'ana n'ekemira kia Abaisiraeli naende noyomo bwa Abaisiraeli nde oyubwororeri rwa Benjamini yani atagete gotworoki ng'a timomukagera ng'a n'omonto busari. Najua kuna watu ambao wanapenda kujiinua. Paulo alikuwa anajiinua sana. Anatuambia kwamba yeye ametoka katika nyumba ya Benjamin. Najua unapofuatilia kabila la Benjamin ndio kabila ndogo kabisa kwa Waisraeli. Bona bole bolinga nkirende akalikuwa erorere kabila ya Benjamin. Benjamin no muruotio mutanga ni bwense ya Abaisraeli arwete. Muruotio korokunga Saul. Kwa hivyo muruoti nara igo buruoti na baro mubasa kubocha. Paulo akare gototebinga enyombe iyo buruoti no akorete gendo kieke. Bono ntoyo maiga ekeroko bori gunga seino ngai ogoteba nga noroje gogoikari sobo mwesimi watong korumaega abuno araria aseito mondo gogoikorro ko bori sawa ani ara tutagetiare kanenga na ruetanga ne sobo gambi bori. Kuna mfalme ambaye tunastahili kujihusisha naye, na huyo mfalme anaishi wapi? Hivi karibuni atarudi. Akirudi akipata kwamba uko na uhusiano pamoja naye, yeye atakufuta kwa Baba, mtaenda naye, mtaishi naye. Yeye hata kama utasema kwamba mimi natoka katika nyumba ya ufalme, hata wewe mwenyewe ni mfalme. We will become princes and princesses wake Mwenyezi Mungu. Soma fungu lingine. Huyo ni Paulo. Omoiberania oiboretwe na Abaiberania. Yeye anasema kwamba yeye ni Muiberania ambaye amesaliwa na watu gani? Na so Paul was not an outcast. Najua ukiwa Mcharuo uwe Mkisii, yule mtoto ambaye anapatikana ako katikati ya Wacharuo na Wakisii. Kwa hivyo hatusemi kwamba outcast ni mbaya, lakini huyo Paulo anachiringa. Unajua hakuna kitu kama outcast. Sisi wote ni watoto wa nani? Wa Mungu mmoja. Lakini Paulo anataka kutuambia kwamba yeye ni Muiberania wa Waiberania. Unajua sababu yake ni gani? The Hebrew nation was a special nation before the eyes of God. Baruo barengege sakwege chore. Na kiata yetako toteberi nganje manyi ngande ta yaburukaneta nche no mu Israeli ge sakukerinya saa chore. Lakini yege sakukerikia ba Israeli ero igankerige sakuge chore. Ege sakwege chore nkerige kumubwati Yesu Kristo. Ni ntu aba Israeli babono. Nyaguka gitengana nda aba Israeli bali no bakara bachore aye goraire. Na yoro mochore ekero kwa mochorire ngo. Yesu Kristo buno moboria na omonene bwobogima bwao. To baisa ko mochora buno monene mobori yoko isaneke. Na ane mochore buno monene. Ekiare ekero kwa mochorire buno moboria igo na gukwerete igora aso musaraba. Na akobore tikuru asebibe. Na ande ekero ko mochora buno monene wachorire gokora buno agoteba gwetera asegendo kieke asamarika ya machenu. Muna mona agoteba nga nero monene bwie sabato. Tutumokeri tukoria karenga. Igo twamuigwereire buno monene oito. Ekero gotumokari tukoria uwe choreire aego mumanyete buno moboria lakini tari omonene. Na ekero agocha koirana gakoirana muigwerete na ande ba mochorete buno monene no moboria bwobogima bwabo.
Kasomera. Na soko tunya na machiko no mufarisayo. Ako toteinga soko bwatia machiko. Ere no mufarisayo. Iko no muntu bugo kumyorenge lakini otara ikaranza nkia ukwana aseke Mungu kia nane otara ikaranza gara somereke Mungu kia nane ebwero lire ibyons lakini bono na advice kia kare gotoa buna banta banene na basaye boigo na abalironsi inga bosa bono na abalironsi ngaki wage jakiranjira somanga na abalironsi na abalironsi ngabeire bosa asengencho yobuya bono na abalironsi ngabeire bosa asengencho yobuya botali nekerengo engencho yaye okumumanya Kristo Yesu omone none bono Paula bara byonsi ko babosa ebyonsi aho tenga no moiberania bwa baiberania mate ebyonsi ko nyora tara umera na Yesu ekera umera na nere timanyi tu sensabe goteba ige goteba nga byonsi na abibalire ko be ubi ko be sike turaye kora asengencho yaye na atigire bintu byonsi bono na abitigire byonsi pi obwerori my dress my choice byonsi na atigire okwe umukereria igoro nanje no murandi nje no modikonesi byonsi imbosa bono Paula ageke insepi yesa atene na asare agateba nge byonsi bono byabeire ubya sobogima bwana na aye biriko nyukwerorera nabone ngakie momo nonde agasiri omwana oe ekero omwana oyasira omwana ogarengo munyagita kwa daktari sikuwa karibu yu mama alikuwa rafiki yangu. Niliporudi nikaona ni vema nimtembelee. Nilipofika kwake akanikaribisha, niambia pastor karibu. Tukaingia kwa nyumba na vile ilivyo desturi ya Mwadventista. Unajua mkiingia kwa nyumba mnaanza na nini? Naombi. Kama mwenyewe hatakuwa na nguvu ya kuomba, wewe mgeni unahitaji kuomba. Lakini yule mama hakunipa nafasi ya kuomba. Vile tuliingia tu hivi, kuna hizi picha za watoto tunapenda kuweka kwa wall. Sio vibaya, ni vizuri. Anza kuniambia huyu ndiye mkubwa, is a lawyer. Huyu ako Marekani, huyu ako Uingereza, huyu ndiye yule daktari ambaye alikufa. Na alipokufa hata mimi niliona kwamba nimefanya nini? Nimekufa. Yeye ndiye alikuwa tegemeo langu. Mimi naongoja tukae ili tufanye nini? Tufanye ombi hata niweze kusoma naye fungu. Tulipomaliza akanitoa nje. Anza kunionyesha yale yote ambaye amefanya. Yale yote ambaye amefanya. Alikuwa amemsahau Yesu kabisa. Huyu mtoto ndiye alikuwa anamuona kama muokozi wake. Hapo kwa kijiji chao ukitaka kufanya mchezo na yeye, alikuwa anaambia akina mama wengine, unataka nipige simu na Harubi mara moja uone kile ambacho kitakufanyikia. Anasahau kwamba kuna simu ya kupiwa wapi? Ya kupiwa mbinguni. Kwa hivyo Mungu ametuumba ili tuweze kumuinua, tusijiinue. Tusomee katika kitabu cha Wagalatia.
11 fungu la 9. Hilo fungu vijana wanapenda kulisoma sana, lakini wanasoma wanafika mahali wanaacha awalimalizii. Nani yule atatusomea? Wewe kijana, ufurahie ujana wako, na moyo wako ukachangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako, genda buno moyo gotebye. Lakini ujue wewe, hapo wanafika hapo wanaachia hapo lakini mwisho inasema nini? Lakini ujue wewe ya kwamba kwa muramo nango mkiwa na Yesu, kwa sababu kuna mahali pengine utaingia katika mtego. Nani atakusaidia uweze kufuka huo mtego? Ni Yesu. Ukimwacha, mwishowe mtakuja kukutana na yeye katika hukumu, na hukumu yako itakuwa ngumu. Kwa hivyo Mungu atusaidie ili siku nyingine tutapoangalia kumcha Mungu na kumwabudu Mungu na kumtukuza Mwenyezi Mungu, hayo ndio mambo matatu makuu katika maisha yetu. Tusome Isaya 60 fungu la 1 na tutamalizia hapo. Wakati tuko na nguvu, huu ndio wakati tuko na muda, huu ndio wakati tuko na nguvu, huu ndio wakati afya zetu siko sawa. Ukienda kwa wasee wa miaka 70 na kuendelea, wataanza kukuambia mgongo ama mama, wataanza kukuambia miguu siku hizi ifanye nini, tembei vizuri, kichwa kinaniuma. Kabla ya huo wakati uchakufikia, simama, uondoke, ufanye nini? Uangaze. Kwa kuwa nuru yako imekuja. Kwa kuwa nuru yako imefanya nini? Imekuja. Na utukufu wa Bwana na utukufu wa Bwana umekushukia. Kwa hivyo hilo ndilo ombi langu, kwamba sisi zote kama wana wa Mungu tuondoke, tufanye nini? Tuangaze. Kila ambacho Mungu amekusaidia, kila ambacho Mungu amekufanyia, umrudishie shukrani kwa kutoka na kuwafikia wengine ambao bado hawajafanya nini? Hawajamjua, ili nao wache kwake Mwenyezi Mungu. Zizi zote tuandaliwe na tuwekwe pamoja kwa ajili ya ufalme wake. Wangapi ambao wanasema kwamba Mungu nami nisaidie ili katika maisha yangu uweze kutukuzwa? Tusimame ili tuweze kumaliza na ombi. Mungu wetu, kwa wema na fadhili zako katika maisha ya kila mmoja wetu, tumekuja mbele zako jinsi ambavyo mfalme Daudi na mfalme Yakobo walivyofanya. Nasi tumechua mapenzi yako Mungu wetu, kwamba tumche Mungu, tumtukuze Mwenyezi Mungu na tumwabudu yeye aliyeziumba mbingu na nchi na hata chemichemi za maji. Ombi letu Mungu wetu siku ya leo, zapato ya leo, ni kwamba katika maisha yetu uweze kutukuzwa. Yale yote ambayo tunayafanya, vile ambavyo tunakula, mwishowe jina lako liweze kuinuliwa. Tunakushukuru kwa ajili ya vijana wetu. Unajua malengo yao, unajua mipango mema ambayo uko nayo katika maisha yao. Tunaomba kwamba Mungu wetu, kupitia kwa mkono wako yote yakaweze kutimia.
wasaidie katika masomo yao, wasaidie katika biashara na hata kazi zao, ili Baba yetu mahali popote walipo wakaweze kuangaza, wakaweze kuwa mwanga ambao utamulikia wengine waje kwako Yesu, na waweze kukupata kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Utubariki sisi zote kama watoto wako wa hili kanisa letu la Menyinkwa, unapotuandaa sasa yatendeke katika maisha ya kila mmoja wetu. Ndilo ombi letu, tumeomba kwa imani, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Waliopotea wote walitengewa pale, akapelekwa Lodebari, jina lake Mefibosheti, sababu kulema, mji wa wasio na uwezo, walolaaniwa na jamii. Waliopotea wote walitengewa pale. Yupo mmoja pale, jina Mefibosheti, amelema, hana nguvu, uwezo kando. Kwa uwezo wa Mungu akainuliwa, akala na mfalme. Yupo mmoja pale, jina Mefibosheti, amelema, hana nguvu, uwezo kando. Kwa uwezo wa Mungu akainuliwa, akala na mfalme. Atuita kwa upole mwingi, sababu atupenda. Asema tutubu dhambi zetu, tuache anasa za dunia, na tutii amri, na tutaingia mbinguni. Kwa neema yake Mwokozi atuita kwa upole mwingi, sababu atupenda. Asema tutubu dhambi zetu, tuache anasa za dunia,
tutaingia mbinguni. Yupo mmoja pale jina Mefiboshethi, amelema hana nguvu, uwezo kando. Kwa uwezo wa Mungu akainuliwa, akala na mfalme. Yupo mmoja kwa uwezo wa Mungu akainuliwa, akala na mfalme. Tusimame kwa ajili ya maombi. Baba wetu na Mungu wetu, tunalishukuru jina lako sababu ya kipawa cha uhai. Baba, tumenena na umenena pamoja nasi, na lote lile ambalo tutakalolitenda tulitende kwa utukufu wako. Wana wako wanapotawanyika ili waende katika manguli ya mchana, Baba, tuombe ya kwamba urudi pamoja nao, uende pamoja nao, na baada ya hapo Bwana, majina yetu yanakii katika kitabu cha uzima. Ni katika jina safi la Bwana Yesu tumeomba hata na kuamini.